ama nyinyi mnapokwenda changamoto mkikutana nayo mnaiacha na ule mdau mnambembeleza bwana toa, na asipotoa changamoto inapokuja unafikiri shida iko wapi kwa jumla kwa upande wenu? Of course elimu tunatoa elimu kwa sababu katika kazi zetu za kila siku tunapokuwa tunakutana na wateja wetu, hasa tuende kwenye upande huu wa mizani. Bado katika kaguzi uwezi ukakagua ule mzani mpaka unamaliza hujaongea naye, hujamuelimisha nini namna ya kutunza mzani. Kwa mfano mwingine wakati anakuwa anaubeba mizani midogo ya madukani, anaubeba vibaya, unafundisha basi. Lakini sasa mzani unapokuwa una changamoto, of course ukaguzi wewe ni kwa mujibu wa sheria. Na kazi yetu ni kusimamia sheria. Kwa hiyo tunapofanya sio hatufanyi ile kila, yani kwamba it's not option, yani is mandatory. Yani compulsory, lazima kama anatumia kwenye biashara lazima hakikishe unakaguliwa, na kama ukikaguliwa ukaonekana una changamoto lazima utengenezwe ili uruhusiwe kuendelea kutumika. Sasa hiyo inaenda sambamba kwa wale watu wa madukani wa kawaida, lakini hata watu wa viwandani kwamba vile vipimo wanavyotumia navyo vikiwa na hitilafu lazima wahakikishe kwamba vinapima vizuri, kwa sababu hata bidhaa zitakazozalishwa kama kuna changamoto bado nazo zitakuta hazijatimia, aidha kwa kupata hasara ya malighafi au kwa kupata hasara bidhaa zenyewe, kwamba unatengeneza bidhaa zinashindwa kuwa bora, zinakuwa reject, au unatoa zaidi au unawapunja watu zaidi, na baadaye unakuta kama ni kiwanda kinaingia kwenye changamoto labda ya kukutana na mkono wa serikali, ikiwemo kupigwa faini na hatua nyingine zinazofuata. Sasa kwa hiyo mteja kama amekaguliwa kipimo chake kina hitilafu, kuna procedure za kufuata, yani kuna utaratibu ambao anaelekezwa namna ya kufuata, ikiwemo kukirekebisha. Lengo la hii taasisi ni kumlinda mlaji kama ambavyo amezungumza. Ikitokea mlaji akawa na mashaka ama akahisi kabisa mimi nimepunjwa, tibu koje, ili mradi pia hata iwe funzo au iwe darasa kwa wengine ambao wanahusika shughuli zao zinazoshisha mizani, ili mradi mambo yaweze kuwa sawa. Okay. Yeah, of course kwenye mzani kama unakuwa una changamoto unashauriwa kurekebisha. Kuna wataalamu ambao ni mafundi wamebobea kwenye kutengeneza. Baada ya kupima zile findings au yale matokeo yakisha toka, basi mteja atashauriwa kwamba mzani wako unahitaji ufanyiwe maintenance. Sasa kwa kawaida mteja anachukua initiative au ule wepesi wa kukarabati ule mzani kwa sababu anakuwa na uhitaji na anautumia. Kwa sababu unakuta kwenye biashara nyingi ambako kuna mzani kiuhalisia ule mzani unakuwa unahitajika. Lakini kwa kesi ile samani ile ya TANROADS haikuwa mzani wenyewe. Ilikuwa ni sensa ambayo kuna kitu wanaita weigh in motion. Yaani weigh in motion labda tu kwa somo la kawaida ni kwamba wakati kuna sheria inayoguide magari tani kiasi kadhaa, kwa mfano tani 3.5 inatakiwa kuingia mzani. Lakini wakati huo gari ambalo halina mzigo nalo litakuwa kuingia mzani. Lakini kwa mizani ya kisasa ambayo ina teknolojia weigh in motion, sasa kabla haijafika kwenda kukanyaga ile plate, unakuta kuna sensa anakanyaga inamruhusu kwamba usiingie kwenye mzani kupima. Inamwashia taa ya kijani, kwa hiyo anaondoka. Hii kama inamwashia nyekundu, maana yake atakiwa aingie kushoto kwa ajili ya ukaguzi. Kwa hiyo pale sio kwamba issue ilikuwa ni mzani wenyewe haupimi vizuri, hapana. Ilikuwa ni hizo sensa ya kurahisisha hiyo ile kuweza hiyo. Ulikuwa unaongea bali ya foleni, lakini kwamba baadhi ya magari ambayo hataki kupima, basi weigh in motion inayasaidia yawahi kupita, yaondoke, lakini imekuwa detected katika hatua ya awali, yani imetambulika katika hatua ya awali kwamba uzito wake hauhitaji sana kwenda kukanyaga ule mzani na kupata ule uzito sahihi. Kwa hiyo kama hata wenyewe utakuwa ushasafiri, unaona hiyo sometimes unaingia, lakini unashangaa gari linaingia, taa inawaka, anaondoka. Mwingine unaona kabisa anaenda kabisa mpaka anapima. Sasa hiyo ni teknolojia ambayo
nadhani ndio walichokuwa wanajadili ya sensa. Tukiangazia kwenye vituo vya mafuta, unajua kumekuwa na utaratibu hata katika baadhi ya watu wanakuambia kituo fulani, yani kile ndo kawaida yake, ukiweka mafuta yani lazima utapunjwa tu. Hiyo pia mnahusika. Mwaka jana wa 2025 mwishoni, wakala wa vipimo mulisaini mkataba wa ushirikiano na Zambia. Hii inamaanisha nini hasa kwetu na kwao, kwa maana Tanzania na kwa Zambia? Nini ambacho hasa mnakilenga katika ushirikiano huo? Asante sana. Ni swali kubwa sana, lakini nitajitahidi kulijibu. Kwanza mimi ni mshukuru mtendaji mkuu wa wakala wa vipimo ndugu Alban Kiula pamoja na management yote, of course walituwakilisha kwenye hilo tukio kubwa kabisa la kuwa na mashirikiano makubwa ya kivipimo kati ya wakala wa vipimo Tanzania na wakala wa vipimo Zambia. Tumekuwa na mashirikiano ya kawaida. Sasa haya yalikuwa naenda extra mile, kwamba kwa kushirikiana, kwa sababu wote tunazo taasisi zinazofanana na tumekuwa tukikutana kwenye majukwaa ya kimataifa, ikiwemo jukwaa maarufu la SADC, lakini kuna jingine inaitwa Afrimet na mengine yanayohusu mambo ya vipimo. Tumekuwa tukutana na kushare uzoefu katika mambo. Kwa kusaini kule kuna fursa ambazo pale ambapo unajua mambo ya upimaji tuna harmonize yani kwamba leo ukipima kipimo, labda ukikagua, tuchukulie vehicle tank, ile gari linalobeba mafuta likatoa hapa linapeka Zambia. Sasa tukishakagua sisi, Zambia asiende tena kufanyaje? Kukaguliwa na kutia wasiwasi. Mbona yeye imekaguliwa Tanzania iko sawa na nini? Na kwa sababu mkisha saini mikataba mikubwa ya kimashirikiano, hata mnapoenda kule wenzenu wanakuwa watilii mashaka na wanawaamini, kwa sababu mmekubaliana kuwa na ushirikiano kwenye baadhi ya maeneo ya mfumo huo. Lakini pia kuna kazi ambazo sisi Tanzania unakuta tunazifanya kwenye mambo ya vipimo, wenzetu hawajazianza. Kwa hiyo unakuta wanatamani kwa kufanya hivyo. Tumefungua fursa sio tu kwa kwetu peke yetu, lakini hata kwa Tanzania kwenda Zambia kuanzisha makampuni Tanzania kwenda Zambia kufanya kazi. Kwa hiyo kwa sababu wakala wa vipimo inashirikiana pia na private sector. Kuna watu wanapewa leseni kwa ajili ya kufanya baadhi ya majukumu ya wakala wa vipimo. Sasa hiyo fursa imepatikana mpaka Zambia. Hata mtendaji mkuu aliwaambia sasa ni wakati kwa Watanzania wenye makampuni kwenda Zambia kutafuta fursa za kazi, kwa sababu tayari kazi ishaimaliza. Sawa, mwandamizi, tunaelekea ukingoni. Kwa uchache,